kwamba ni dhambi zako ambazo zilimpelekea kaenda kusulubiwa pale. Mtazamaji na msikilizaji, zimekatika dakika 32 baada ya saa 1 au saa 4, na ni wakati ambapo unapokea taarifa kwa ufupi kutoka AGR, taarifa ambazo zinaletwa kwako kila siku ya wiki kuanzia saa 1 dakika 30 pale mpaka saa 1 dakika 40, ama saa 4 dakika 30 mpaka saa 4 dakika 40 pale. Na moja kwa moja tunaanza na suala ambalo linafanyika hapa nchini Kenya, kwamba hii leo wa Kenya wanaungana ili kusherekea siku kuu ya Jamhuri, siku ambayo kwa kweli taifa la Kenya lilikuwa taifa kamili na kuanza kujitawala. Sherehe zitaongozwa na Rais William Ruto katika uwanja wa michezo wa Nyayo kule Nairobi, na ni watu 20,000 tu ambao watakubaliwa kuingia katika ule uwanja. Yule ambaye ni PS ama katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Elido Walo, akisema kwamba inahitajika kwamba wengine watazame kwenye runinga, wengine wafuatilie sherehe zile katika kaunti zao tofauti tofauti. Nikiachana na swala hilo, nikupeleke kule kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo watu ambao wanatumiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab 7 walikamatwa hiyo jana, ambapo inasemekana kwamba walikuwa wanatoroka katika kambi ya wapiganaji ya Al-Shabaab kule Somalia. Wengine wakatoweka, lakini mtazamaji na msikilizaji, wanaendelea kusakwa. Inasemekana kwamba baadhi yao ni raia wa Tanzania, baadhi yao ni raia wa Ethiopia, na wengine ni raia wa Somalia pale. Ni masuala ambayo kwa kweli yanaendelea maeneo tofauti tofauti. Katika kaunti ya Mandera, sekta ya afya ama Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la watoto la UNICEF imeanzisha chanjo dhidi ya ugonjwa wa measles pale, ambapo chanjo zile zitafanyika kwa siku 10 ili kuhakikisha kwamba zaidi ya watoto ambao wako chini ya miaka 5 1155 wanapokea ile chanjo, ili wasije wakapata lile gonjwa baadaye wakisha kuwa watu wakubwa. Na kutoka katika kaunti ya Kisii, sasa hivi kuna kutoelewana kati ya gavana wa kaunti ya Kisii Simba Polarati pamoja na baadhi ya viongozi ambao waliteuliwa, hasa viongozi kutoka Kitutu Chache yote kule kaskazini pamoja na kusini, wakisema kwamba wanataka uteuzi ambao unafanywa na gavana washirikishe wale ambao ni kutoka eneo lile ama maeneo yale, na vile vile wale ambao wanatoka maeneo yale ambao wanafanya kazi katika afisi za kaunti wasiachwe ama wasiachishwe kazi ama wasifutwe, akisema kwamba ni swala ambalo iwapo halitafanyika basi huenda kusiwe na maelewano kati yao. Ni swala ambalo viongozi wengine wamejitokeza na kuwataka zaidi wale viongozi kutoka maeneo yale wafanye mazungumzo na waelewane na gavana. Kutoka eneo jingine na kupeleka eneo la Meru ama jimbo la Meru, ambapo gavana Kawera Mwangaza ambaye anakumbwa na shutuma za utumizi mbaya wa afisi anaendelea kupata afueni baada ya wanawake ama makundi ya wanawake ambao wanatetea haki za kibinadamu kaunti ile kujitokeza na kumtetea katika hasa kuhusiana na ile hoja ya kumuondoa afisini ambao tena ilifikishwa pale kwenye bunge la kaunti hiyo wiki iliyopita. Kumbuka kwamba mahakama ilikuwa imempa afueni ya muda kwa kusitisha mazungumzo ama ile debate kuhusiana na kuondolewa kwake afisini. Nikikupeleka katika kaunti ya Siaya, ni kwamba gavana wa Siaya James Orengo, kuna mbunge Otiende Amolo pamoja na wakili Tom Ojenda sasa wamejitokeza na kumkashifu Rais William Ruto pamoja na serikali ya Kenya Kwanza. Wakili wanasema kwamba si vizuri kufanya marekebisho ya katiba kupitia bunge, kusema kwamba hamna tofauti yale ambayo yanafanywa pale bungeni na ule mswada wa BBI ambao ulikuwa unataka kufanyia marekebisho katiba, wakikashifu zaidi kule kurekebisha katiba kupitia kwenye bunge.
Nikutoa pale nikupeleke kwenye mataifa ya nje kule, kwamba katika vile vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, ni kwamba maeneo ya Odessa pamoja na Metropol yanaendelea kushambuliwa. Nakumbuka kwamba rais wa Marekani Joe Biden anatafuta kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kufikia mwafaka wa kusitisha vile vita dhidi ya Ukraine. Nikiachana na swala hilo, kumbuka kwamba Morocco ili qualify ama ilifuzu kwenye nusu finali za kombe la dunia ambalo linaendelea kule Qatar. Kumbuka kwamba hayo mashindano yatarejelewa hiyo kesho na kesho kutwa kwa semi-finali. Tutakuwa tunafuatilia, najua utakuwa unafuatilia pia ujue kipi ambacho kitakuwa kinatokea pale. Nitoke eneo lile nikupeleke eneo wa mataifa la Zambia, ambapo miili ya watu 27 ilipatikana imetupwa kando ya barabara. Uchunguzi umeanzishwa kujua miili ile ilitoka wapi, watu wale waliuliwa wapi, kipi kilitokea, na takuwa nafuatilia na kujuza mambo ambayo yatakuwa yanafanyika. Nirudi nchini Kenya, ambapo Rais William Samoei Ruto sasa anasema kwamba anaunga mkono mswada wa kuweka ile hazina ya ustawishaji maeneo bunge NGCDF kwenye katiba. Anaunga mkono kubuniwa kwa afisi ya upinzani ama kiongozi wa upinzani. Anasema kwamba ni swala ambalo litahakikisha kwamba upinzani unakuwa na nafasi ya kurekebisha serikali na utendakazi wake. Ni masuala niliona Kimani Ichung'wah ambaye ni mbunge wa wengi katika bunge la kitaifa akisema kwamba wakirejelea vikao vyao basi watahakikisha kwamba wanapitisha ile miswada. Wahudumu wa afya kaunti ya Mombasa hii leo wanatarajiwa kugoma baada ya kutoa notisi ya siku 7 walipwe mishahara yao pamoja na marupurupu yao. Hiyo jana walizungumza wakasema kwamba wale ambao wako na wagonjwa kwenye hospitali za serikali katika kaunti ya Mombasa wawatoe pale wapeleke hospitali zingine, kwa sababu kuanzia leo basi huduma za afya zitakuwa zinasitishwa ili yale matakwa yao yafikiwe na uongozi wa kaunti ya Mombasa. Kumaliza, kuna masuala ambayo yanazungumzwa katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kusema kwamba muungano unazorota, muungano ni kama kuna nuksi kidogo, hata ingawa Raila Odinga ambaye ni kinara wa muungano ule ambaye pia ni kinara wa ODM anajitokeza kusema kwamba there is nothing going on, hamna kitu kinaendelea. Tumeshuhudia viongozi kadhaa kutoka kaunti ya Nairobi ambao ni wa Jubilee wakitoa siku 14 masuala yao yazungumzwe na vile kuwe na mkataba wa kuondoka pale kwenye muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, wakisema kwamba wanataka kufanya kazi na serikali. Najiuliza, huu ndio mwisho wa muungano wa Azimio la Umoja ama kutakuwaje? Pia kuna tetesi kwamba rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta huenda akajiondoa kama patron wa Azimio la Umoja wa Kenya ili aendeleze kazi yake ya kuhakikisha kwamba kuna amani baina ya mataifa ya Afrika Mashariki, kazi ambayo anaendelea kuifanya kwa sasa hivi. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimekuandalia, though ni mengi ambayo yamesalia hapa, lakini kwa sababu ya muda niruhusu niachie pale.